Inaweza ikawa mtu asijue neema aliyokuwa nayo ni paka ile neema ikimuondokea. Anayeshiba chakula hawezi akajua neema ya chakula paka siku kile chakula kama akikosa kabisa ndo atajua umuhimu wa chakula. Na hivyo pia vile vile amani ikikosekana, enye ndugu zangu, amani ikikosekana, enye ndugu zangu, ndipo ambapo itakapojulikana hiyo neema sawa sawa. Hifadhini neema ya amani, itunzeni neema ya amani. Unatoka nyumbani kwako unakuja paka msikitini kufanya ibada, unatoka nyumbani kwako unaenda kutafuta riziki, unatoka nyumbani kwako unaenda sehemu yoyote ile. Wa ahsanu ma qila fi hadha, na maneno mazuri yaliyosemwa katika hili, idha jitamaa al-islamu wal-qut lil-fata wa kana sahihan jismuhu wa huwa fi amnin faqad malaka ad-dunya jami'an wa hazaha wa haqqa alayhi shukruhu lillahi dhil manni. Neema mbili akiwa nazo mtu anatakiwa azitambue, neema ya Uislamu na neema ya amani. Ukiwa na neema hizi umemiliki dunia, ewe mja wa Allah tabaraka wa taala. Unataka nini tena? Unataka nini wewe mja wa Allah tabaraka wa taala? Wewe angalieni baadhi ya miji mingine tofauti wanapohangaika kwa sababu ya shirdhimatun qalilun, ya baadhi ya watu wachache, imekuwa ni sababu ya kuharibu na kuleta mafsad kwa jamii, ya kuleta madhara kwa jamii, kwa habari wanazopeana za watu wajinga wachache, kukosa maarifa ya dini ya Allah tabaraka wa taala, kukosa manhaj sahih kwenye kulea jamii. Uislamu unahimiza amani, enye ndugu zangu katika imani. Uislamu unahimiza amani, enye ndugu zangu Waislamu. Kuna watu hawezi kutekeleza ibada kama tunavyofanya sisi hivi, tulia, hakuna amani imetoweka sehemu hizo. Sasa hii neema ni neema adhima sana.